Abu Saidi amesema, mjumbe wa Allah amesema, mmoja wenu anapokuja msikitini na atazame na akiona uchafu katika viatu vyake basi avipanguse na kisha aswali navyo. Umesikia kwanza hiyo? kwamba mtu anapokuja msikitini aje na viatu. Nikikanyaga matope, akionekana amekanyaga mavi, amekanyaga matope, pangusa tu. Na katika msikiti tunasoma Qur'ani. Hatusomi chuo cha Nabii Isaya. Mwinjilisi, nimechanganyikiwa. Nimechanganyikiwa kidogo, nisaidie. Hiyo hakuna kuchanganyikiwa pale. Pale ungelisema na wasikilizaji wakaelewa kwamba pale umeelewa. Nimeelewa. Sio kuchanganyikiwa, kwa sababu ungelichanganyikiwa usingelielewa. Bismillahirrahmanirrahim. Nenda haraka. Aya inasema, sema, je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi naye hulisha wala halishwi? Sema, hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe wa kwanza katika Uislamu ni nani? Ni Muhammad. Lakini sasa anza kufikiria kabla ya yeye hajawepo. Dini hazikuwepo. Na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni, hiyo ndiyo njia iliyonyooka. Umeisikia hiyo? Anasema kwamba na msimfanyie shaka, maana yeye ndiyo alama ya nini? Ya kiyama. Get the point. Take a step forward. Basi niwakaribishe katika mjadala mfupi ambao tunatamani kujua hoja ambazo zimekuwa zikizunguka katika akili za wanadamu. Tunazo dini kuu mbili, kuna Ukristo na kuna Uislamu. Na kumekuwa na maswali mengi ambayo watu wameshindwa kuelewa, waende kulia au waende kushoto. Sasa leo ninao wageni wawili hapa. Rafiki, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emmanuel Andrea. Huyu anaitwa Emmanuel Andrea. Karibu sana katika mjadala wetu wa leo. Asante. Lakini pia kushoto kwangu yupo mzee. Mzee, unaitwa nani? Kwa majina ninaitwa Mwinjilisti Robert Yamka kutoka Rushamba Sengerema, Mwanza, Tanzania hapa. Mimi ni mhubiri mlei. Karibu sana katika mjadala wetu wa leo, na mimi ambaye nitakuwepo kama mwenyekiti ninaitwa Phineas Ruben Ngereja, ambaye ninawakaribisha sasa katika mjadala huu. Kabla hatujafanya lolote, ni wasii sasa, kwa sababu tunatamani kuongea habari za Mungu, tuombe. Mwinjilisi, karibu kwa ombi. Asante. Basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mwokozi wetu mwema, wewe uliyeumba dunia na mbingu na vyote vilivyomo, tunakushukuru kuzidi kuwa nasi mpaka masaa haya. Tunapoenda kujadili habari hizi ambazo na kuhusu wewe na uumbaji wako, tunakusihi uwe na kila mmoja wetu na wasikilizaji pia, ukatuelezee uhalisia na ukweli ulivyo na ukatuandae kwa makao ya mbinguni. Tunaomba yote Bwana na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa kawaida unapojua kitu katika hali yake ya ukweli, lazima urudi kwenye chimbuko. Kwa lugha nyingine ningesema chanzo. Ukienda mahakamani unaapishwa kwa Qur'ani kama wewe ni Muislamu. Ukienda mahakamani utaapishwa kwa Biblia kama wewe ni Mkristo. Sasa kitabu kipi ambacho kitatoa mustakabali wa maisha ya mtu aweze kuokolewa, Qur'ani au Biblia? Mwinjilisi, natamani nianze na wewe. Unaielewaje chimbuko la Biblia ambayo leo ni kitabu kinachotumika na kwa Wakristo? Unakielezeaje? Alafu baadaye tutaendelea na chimbuko la Qur'an. Karibu. Asante. Katika habari ya Biblia, kwa jinsi ambavyo naielewa, ni maandiko matakatifu ya Mwenyezi Mungu ambayo aliyatoa mwenyewe kupitia kwa manabii mbalimbali, lakini kupitia kwa mitume wake. Alikuwa akijidhihirisha, anatuma malaika kuwatokea watu aliowachagua kuandika ujumbe. Na tangu Agano la Kale, Agano Jipya, kuna vitabu jumla 66 na kwa jumla ndio inaitwa Biblia. Nimewahi kukutana na Muislamu akithibitisha kwamba Qur'ani iliteremshwa. Wewe umesema kwamba Biblia iliandikwa na manabii. Unaona tunavyoingia kwenye hoja, yaani kitu kilichoteremshwa moja kwa moja kutoka mbinguni. Sasa hii Biblia imeandikwaje? Yaani ilifikafikaje hapa? Qur'ani ushahidi unasema
iliteremshwa. Biblia iliandikwa. Tunaiaminije, iliyoandikwa au iliyoteremshwa? Karibu. Asante. Katika upande wa Biblia kwa jinsi ambavyo iliandikwa, hebu tusome kidogo habari zake hapa. Katika waraka wa pili wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura yake ile ya kwanza, ule mstari wake wa 19 mpaka 21, hapo ameeleza kwamba, ametuambia Bwana habari hizo jinsi Biblia ilivyoandikwa kwa namna hii, akisema kwamba naam, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiliwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yatoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa jinsi ulivyouliza kwamba iliandikwaje, ndio waliandika ni watu, ila waliandika sio mawazo yao, bali waliandika kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, na ndio maana mpaka leo yapo yanazidi kuelimisha watu na kuandaa kwa makao mbinguni. Asante sana kwa majibu. Mwinjilisti Robert, ninakuja kwako. Hoja yetu iliyoko mezani, chimbuko la Biblia na Qur'ani, au chimbuko la Ukristo na Uislamu. Natamani sasa utupe, mtazamaji anataka kuona na msikilizaji anataka kuona ukweli halisi baina ya vitu hivi viwili. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Phineas. Naam. Na mjumbe anayetaka kuelewa. Na sio wewe tu utakayeelewa, bali ni wasikilizaji wote watakao tusikiliza katika mjadala huu. Ni kweli. Kwa hiyo tunahitaji tu tufafanue kama ilivyo. Ndio. Ili kwamba iwe faida ya watu wote wanaotusikiliza kokote walipo na kututazama, ili wapate faida ya wokovu wa maisha yao. Sawa kabisa. Kama alivyojibu mjumbe, ndivyo ilivyo kwamba Biblia ni neno la Mungu. Moja kwa nini? Kwa moja. Maana tunaposoma pale kitabu cha Yohana 1:1 ameandika hivi. Katika Yohana 1:1, yani Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wake wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Naam. Hapa anasema kwamba hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, na huyo neno ndiye Mungu. Unaona bwana? Huyo neno ndiye Mungu. Na hii Biblia inatajwa kwamba katika kile kitabu alichokisoma cha Petro wa pili 1:21, kwamba ina maana unabii wa maandiko matakatifu haujapatikana kwa mapenzi ya mwanadamu, bali walioyanena wanadamu yalitoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa maana hiyo yalitoka kwa Mungu ambaye anaitwa neno. Haya, na wakayaandika kwa kuongozwa na Roho nani? Mtakatifu. Na kwa mujibu wa Timotheo wa pili 3:16 ameandika hivi. 3:16 ameandika hivi. Katika Timotheo wa pili 3:16, maandiko matakatifu yanasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki. Ina maana hapa tayari tunajua kabisa kwamba kumbe maandiko haya ni pumzi ya nani? Ya Mungu. Ni pumzi ya Mungu. Kwa hiyo sasa tayari moja kwa moja Biblia kumbe ni maneno, sio ya maneno ya wanadamu, isipokuwa ni maneno ya nani? Ya Mungu, kwa mujibu wa vitabu hivi. Asante sana. Nilikutana na Muislamu mmoja akasemaje, katika Qur'an 3:19 inathibitisha kabisa kwamba Uislamu ndiyo dini ya kweli. Na mimi niliposikia hivyo nikajenga hoja. Sasa kwa sababu mko hapa na huenda muuliza swali au mtu fulani ambaye anatatizwa na hili anatamani kujua
Umesema Qur'ani 3:19. Muislamu mmoja akasema ni kweli kabisa kwamba Uislamu na ndiyo dini ya kweli na Qur'ani ndicho kitabu kitakachowaongoza watu kukutana na Mola. Wewe unalisemeaje hilo? Asante. Katika Qur'ani 3:19 tuone jinsi ilivyoandikwa, inaitwa ni surati Al-Imran. Inasema kwamba bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Nadhani ndilo swali ambalo umeliuliza. Mzee, sasa unaiona hiyo? Umesema kwamba Biblia au Kristo ndicho kitabu kilichoandikwa na Mungu na wanadamu waliandika yaliyotoka kwa Mungu. Lakini Qur'ani inasema kwamba Uislamu ndio dini ya haki. Na kuna Muislamu hapa anataka kujua mjisi, karibu kwa majibu. Kwamba hiyo sio tatizo. Qur'ani kuandikwa kwamba Uislamu ni dini ya haki, pale bado haijapinga kwamba haijapingana na kwamba Biblia ni maneno ya nani? Ya Mungu. Maana dini ni imani. Naona. Na hiyo ni Qur'ani ambayo inakuthibitishia kwamba kwamba Uislamu ni dini ya haki. Kwa maana hiyo moja kwa moja hapa anatumwandishi wa Qur'ani anatusaidia kuelewa kwamba kumbe Uislamu ni dini ya haki. Unaona? Lakini tunachotafuta sisi chanzo cha nini? Tunachotafuta ni chanzo cha Qur'ani na Biblia. Cha Qur'ani na Biblia. Chimbuko lake. Yaani Uislamu na Ukristo. Chimbuko lake. Na tayari hapa tumeelewa kwamba chimbuko la Ukristo ni neno la nani? La Mungu. Ni neno la Mungu. Unaona? Lakini bado sasa hatujarudi kwenye sehemu namba 2 ya kwamba na chimbuko ya Qur'ani ni nini? Ndio. Lakini kwa habari ya kuandikwa kwamba dini ya haki yenyewe haina tatizo. Maana kila mmoja ana imani. Leo kuna imani nyingi na kila mmoja anasema kwamba imani yake ni ya nini? Ni ya haki. Alafu tukija kutafasiri tutauliza vitabu sasa kwamba kati ya Qur'ani na Biblia iliyo sahihi ni ipi? Vitabu vitafanya nini? Vitatusaidia. Kwa sababu kitabu cha Qur'ani 2 karibu 243 ameandika hivi. 213 ameandika hivi. Tuone hiyo Qur'ani 2:213 ambayo inaitwa ni surati Al-Baqara 2:213. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Aya inasema watu wote walikuwa na dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Kisha wakaitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaleta manabii watoao habari njema na waonyao. Na pamoja nao akawatelemshia vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina ya watu kati ya yale walioitirafiana. Hii sasa ndio sasa tunapaswa tuelewe na wasikilizaji waelewe kwamba hapa kwenye Qur'ani 3:19 nabii anasema kwamba dini ya haki ni nini? Ni Uislamu. Lakini hii Qur'ani 2:213 imetuambia kwamba dini ya haki ni dini iliyokuja na nabii Adam. Ni dini iliyokuja na nabii Adam. Na mimi ndio nakubaliana na hiyo. Kwa sababu mtu wa kwanza kupokea maneno ya Mungu ni nani? Ni Adam. Na dini ya kweli inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na ndio maana nikakwambia kwamba Biblia ni maneno ya nani? Ya Mungu. Na mtu wa kwanza kupokea maneno ya Mungu ni nani? Ni Adam. Kwa hiyo ninakubaliana na Qur'ani 2:213 kwamba inashabiana na Biblia. Inakubaliana na Biblia. Sawa kabisa. Na hii Qur'ani ni nukuu kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo sasa ninakubaliana na hii nukuu. Nakubaliana nayo kabisa kwamba kwa sababu Qur'ani inasema kwamba ile Qur'ani 46 lile fungu la 12, hebu soma 12 na 13. Qur'ani 46. 46 ngapi? 12 na 13. 12 na 13. Qur'ani 46 12 na 13 inasema kwamba hii inaitwa ni surati Al-Ahqaf. Qur'ani 46 aya yake ya 12 na 13. Bismillahirrahmanirrahim.
aya ya Mwenyezi Mungu inasema, na kabla yake kilikuwako kitabu cha Musa, kiongozi na chenye rehema. Na hiki ni kitabu cha kusadikisha vitabu vilivyotangulia vya Mwenyezi Mungu na kilichokuja kwa lugha ya Kiarabu ili naam. Mzee inasema kuna kitabu kilichokuwapo kabla yes, kabla ya hiki Qur'ani. Hebu rudia kuisoma hiyo. Niombe mtazamaji ufuatilie vizuri, twende pamoja katika aya hii inayoenda kusomwa. Karibu. Naam, narudia. Qur'ani 46 aya yake ya 12 inasema na kabla yake kilikuwako kitabu cha Musa. Kilikuwako kitabu cha Musa, kiongozi na chenye rehema. Na hiki ni kitabu cha kusadikisha vitabu vilivyotangulia vya Mwenyezi Mungu. Pale sasa sikiliza nikueleweshe. Yaani hii Qur'ani sasa hapa inatusaidia kuelewa kwamba kabla ya vitabu vingine vyote kulikuweko na kitabu ambacho ni cha Musa. Maana Biblia ilikabidhiwa kwa Musa. Unaona? Ambacho ni cha Musa. Ambacho Qur'ani inatusaidia kuelewa kwamba hicho kitabu cha Musa hicho ndicho kiongozi. Unaona? Yaani hicho ndicho kinapaswa kitufanye nini? Kituongoze kuyajua yote. Na maana yote yanayopaswa kufahamika yanapatikana katika kitabu kilichokuwepo kabla ya vitabu vingine. Na ndio maana hapa anasema Qur'ani imeandikwa kwamba na hiki sasa kitabu cha Qur'ani kinatusadikisha yale yaliyokuwepo kabla ya hiki kitabu cha Qur'ani hakijawepo. Kwa hiyo tayari hapa Qur'ani inaungana kabisa na Biblia kwamba Qur'ani inaungana na Biblia kwamba kumbe kitabu cha kwanza chenye maneno ya Mungu na chenye uongozi ni kitabu cha Biblia. Na ndio maana sasa hapa kwenye 2:13 Qur'ani imekwambia kwamba tukitaka kukuelewa, unaona? Tukitaka kuelewa dini ya kweli iliyoanzia kwa Nabii Adam, lazima tusome vitabu. Unaona bwana? Lazima tusome vitabu. Hivyo ndivyo vitatubainishia ukweli nini? Halisi yaliyo ya haki na yasiyo ya nini? Ya haki. Kwa hiyo ndio maana tumeleta hapa Biblia na Qur'ani ili vitusaidie kuelewa dini ya kweli iliyo halisi. Ndio maana nimekuambia kwamba hata Qur'ani inasema hivyo na Qur'ani 10 fungu la 94 inasema hivi, ukweli unakopatikana sasa. 94 imeandikwa hivi. Qur'ani 10:94 hii inasema ni Surati Yunus, ni sura ya Yona. 10:94 inaeleza kwamba Bismillahirrahmanirrahim. Aya inasema hivi, na kama unayo shaka juu ya hayo tuliyokuteremshia, basi waulize wale wasomao vitabu kabla yako, Mayahudi na Manasara, wale waliosilimu. Tunapoendelea katika mjadala wetu huu wa chimbuko baina ya Qur'ani na Biblia au Kristo na Uislamu, tumegundua kwamba Qur'ani inakubaliana na Biblia kwamba chimbuko la kwanza, kitabu kilichokuwepo kabla. Qur'ani imesema kwamba kabla ya Qur'ani kuwepo kulikuwa na vitabu ambavyo ndivyo vinaonesha ukweli halisi kwamba Mungu yupo. Sasa tunapokuja hapa, tunachoondoka nacho kwenye hoja hii ni mtazamaji kujua kwamba kitabu cha kwanza ambacho Mungu amekileta kwa wanadamu ni Biblia. Baadaye ndipo Qur'ani ikaja. Sasa hoja inakuja hivi. Katika haya yote Waislamu kuna kitu wanakifanya katika ibada zao. Na kuna mahali fulani wamenukuu katika Biblia kwamba Yesu aliingia katika sinagogi. Na tukiangalia ninayo kamsi hapa lakini hatutaisoma, inaonesha sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Mwinjilisi tusaidie katika hilo na mtazamaji apate kuelewa. Tena kwa hili hili ndio linapaswa lifahamike kwa wasikilizaji. Ndio. Kwetu sisi na kwa wasikilizaji. Kwa mujibu wa Biblia pale, Biblia imeandikwa kwamba Yesu aliingia katika sinagogi la Wayahudi. Lakini wenzetu Waislamu wanasema Yesu aliingia katika msikiti. Yaani wao hawamalizii ile Wayahudi. Hawaitambui ile.
wao wanasema tu msikiti. Unaona? Eti na kwa sababu Yesu aliingia katika msikiti, basi tayari inaonekana kwamba Yesu alikuwa na Muislamu. Na kwa sababu alikuwa Muislamu, basi tayari chimbuko kwamba Uislamu unaonekana kuwa ni wa kweli. Ni dini. Maana ndipo Yesu alimfanyia ibada. Yesu ndio alikuwa anafanya ibada. Lakini kwa mujibu wa Biblia na Qur'an, Yesu hakuwa Muislamu. Maana sinagogi ambalo linazungumzwa, kwanza Yesu alienda katika sinagogi siku ya Sabato. Sasa ukianza kubaini sasa, wewe kama msikilizaji, wenzetu tunaingia msikitini siku ya lini? Ya Ijumaa. Ndio siku rasmi ya kuingia wapi? Msikitini. Lakini hapa Yesu imeandikwa hivi katika kitabu cha Luka 4 hiyo. Hebu soma hiyo. Luka sura ya 4 ule mstari wa Luka 4 kuanzia mstari wake wa 14, maandiko anasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Siku ya lini? Ya Sabato. Siku ya Sabato. Kwa hiyo Yesu alienda sinagogi siku ya Sabato. Na sinagogi maana yake ni nyumba ya ibada ya Wayahudi. Nyumba ya ibada ya Wayahudi. Hebu tuchukue ile Biblia ya Kiswahili cha kisasa ile. Biblia ya Kiswahili cha kisasa inatusaidia vizuri kuelewa maana ya neno nini? Sinagogi. Maana wengine wamefundishwa sinagogi ni msikiti wa Waislamu, lakini sio kweli kwa mujibu wa maandiko. Hebu soma hapa. Naam, kitabu Kiswahili cha kisasa hapa. Neno kwenye maneno magumu. Neno sinagogi. Hapa katika maneno magumu, neno sinagogi limeelezwa maana yake kwamba sinagogi ni mahali ambapo Wayahudi walikutanika kila Jumamosi. Unaona? Kwa ibada yao ya hadhara. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa Biblia inatusaidia kuelewa kwamba neno sinagogi maana yake ni mahali ambapo Wayahudi walikutana siku ya Ijumaa ngapi? Siku ya Jumamosi kwa habari ya nini? Ya ibada yao. Kwa habari ya ibada. Kwa hiyo sinagogi ni nyumba ya nini? Ya ibada. Ya ibada. Naendelea kueleza kwamba sinagogi lilitumika pia kama jumba la mikutano ya jamii. Naam. Na darasa kwa watoto wa Kiyahudi siku nyingine za juma. Naam. Kwa hiyo lilitumika katika masuala hayo. Kwa hiyo sinagogi sio maana tu ya nini? Ya msikiti kama wenzetu wanavyoeleza. Msikiti ni kweli nayo ni nyumba ya nini? Ya ibada. Ili tujue kwamba kweli Yesu alikuwa Muislamu, endapo Biblia ingelitamka au Qur'ani kwamba alihudhuria katika misikiti ya Kiislamu siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Hiyo ndio ingelituonyesha kwamba Yesu alikuwa nani? Muislamu. Lakini hapa tayari vitabu vinatuonyesha kwamba Yesu alihudhuria katika sinagogi siku ya lini? Ya Sabato. Na tayari hapa Biblia imetusaidia kuelewa kabisa kwamba sinagogi ni nyumba ya ibada ambayo Wayahudi walikusanyika kufanya ibada siku ya Ijumaa ngapi? Jumamosi. Ukisoma Qur'ani 22 lile fungu la 40 anataja maneno ya nyumba za ibada. Qur'ani 22 fungu la 40 ameandika hivi. Hii inaitwa ni surati Al-Haji, Qur'ani 22 aya yake ya 40. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema kwamba ambao wametolewa majumbani mjini mwao pasipo haki, ila kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu asingaliwakinga watu, baadhi yao kwa wengine, bila shaka yangalivunjwa mahekalu na makanisa na nyumba nyingine za ibada
na misikiti Yes. ambamo jina la Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Yes. Ndugu wageni ambao tunashirikiana katika mjadala huu wa leo. Sijakaa kizembe sana katika mjadala huu kwa sababu natamani kujua ni Uislamu ndio dini ya kweli na au Ukristo. Sijakaa kizembe, mimi sijawa na Biblia wala Qur'ani, lakini nina kamsi ya Kiswahili. Kamsi yangu ya Kiswahili, ndugu mtazamaji, kama tuko pamoja, inasema sinagogi, nyumba ya ibada ya waumini wa Kiyahudi. Nitakubaliana na nyie kwa hilo. Wewe unataja mheshimiwa, wewe unataja na kurasa unazosoma. Ni faida ya msikilizaji. Ni kurasa gani? 471. Katika kamsi hii inasema sinagogi, nyumba ya ibada ya waumini wa Kiyahudi. Sasa hoja nyingine inakuja kwamba ndio kuna kitu ambacho kimekuwa kikinitatiza. Maana hiyo haya ulioisoma ya Luka kwamba Yesu ameingia katika sinagogi, alipofika katika sinagogi alipewa chuo cha nabii Isaya akasoma. Na katika msikiti tunasoma Qur'ani. Hatusomi chuo cha nabii Isaya. Mwinjilisi, nimechanganyikiwa kidogo, nisaidie. Hiyo hakuna kuchanganyikiwa pale. Pale ungelisema na wasikilizaji wakaelewa kwamba pale umeelewa. Nimeelewa. Sio kuchanganyikiwa. Kwa sababu ungelichanganyikiwa usingelielewa. Unaona bwana? Ndio. Sasa hivi moja kwa moja hapa umeelewa kabisa kwamba ina maana kama angeliingia kwenye misikiti angesoma msaafu. Kwanza tuelewe kabisa kwamba tumeelewa neno sinagogi ni nyumba ya ibada ya Wayahudi. Ni sawa na mtu anayetaja msikiti ni nyumba ya ibada. Kanisa ni nyumba ya ibada. Hekalu ni nyumba ya ibada. Kama tulivyosoma kwenye Qur'ani 22 fungu la 40. Aya ya 40. Kwa hiyo haya ni majina ya nyumba za kuabudia. Unaona? Sasa lakini Luka 4:16 hapa inatuonyesha kwamba Yesu hakuingia kwenye sinagogi linalomaanisha msikiti wa Waislamu. Maana kama angeliingia kwenye sinagogi linalomaanisha msikiti wa Waislamu, angelifika akasoma msaafu, yani Qur'ani. Yani Qur'ani. Lakini ili tujue kwamba Yesu aliingia kwenye msikiti au sinagogi la nyumba ya ibada ya Wasabato, hapa Biblia inasema kwamba kama ilivyokuwa desturi yake, siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, akachukua chuo cha nabii Isaya. Ina maana akasimama ili asome. Tayari hapa ameingia kwenye ibada na akachukua Biblia akasoma. Ambamo ndimo inapatikana Isaya. Ambamo ndimo kunapatikana chuo cha nani? Cha Isaya. Kwenye msikiti hakuna chuo cha Isaya. Kwenye msikiti kuna Nabii Muhammad. Asante sana mwinjilisti. Sasa kuna hoja nyingine. Ina maana kwamba kanisani ni mahali patakatifu tunaenda kuabudu. Iko hoja, Wakristo mnaingia na viatu kanisani. Kweli si kweli? Hilo ni kweli. Na kule msikitini watu wanavua viatu. Linakaaje hili? Maana kuna aya fulani, sijawa msomaji sana, nasema Musa aliambiwa kuvua viatu maana anaingia mahala patakatifu. Mwinjilisi, karibu kwa hoja hiyo. Karibu. Asante. Kwa Musa imeandikwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Kutoka sura ile ya 3 imeandikwa ule mstari wake wa 5. Habari ya Musa 3 ule mstari wake wa 5 anasema kwamba naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Kwa kweli katika sehemu hii, kwanza haya ni mazungumzo kati ya Musa na Mungu, halafu ni mlimani. Sasa kuichukulia kwamba ni sehemu ya ibada, alikuwa peke yake. Sasa hii inamaanisha nini? Ama kweli hapa inamaanisha hivi. Kwa kawaida ilikuwa ni kwamba kwa taifa la Waisraeli ukiagizwa kwenda kukomboa kitu kuashiria kwamba umekubali, walikuwa wanavua viatu. Kuashiria kwamba wamekubali agizo la kwenda kufanyaje, la kwenda kukomboa. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa kama wanavyofahamu tu kwamba kuvua viatu kuna maanisha nini, kwenda kukomboa. Kwa hiyo akamwambia vua viatu, maana yake aanze kuelewa kwamba anataka ambiwe wajibu gani wa kwenda kukomboa watu.
hapo ni mlimani. Sio kwamba ilikuwa ni sehemu ya hapakuwa kanisani. Hapakuwa kanisani. Kwa sababu ikiwa labda sasa eneo lote hilo lilikuwa ni takatifu lote mlima huo na viatu ndivyo najisi kama ndo maana yake hiyo. Sasa alipovua viatu aliviweka sehemu gani? Je, alivipeleka wapi? Kwa hiyo kumbe haimaanishi kwamba ni ibada. Isipokuwa alivua viatu kwa sheria kwamba amekubali. Anataka aagizwe akomboe watu, yaani wana wa Israeli. Asante. Mtazamaji unayetufuatilia, tunaendelea kujadili hoja yetu iliyoko mezani, chimbuko baina ya Ukristo na Uislamu. Tumetoka na hoja kwamba Biblia ndicho kitabu cha kwanza kabisa ambacho Mungu alikileta kwa wanadamu na baadaye Qur'ani ikaja. Baada ya hapo tumekuja katika hatua nyingine ya kuchunguza sinagogi ni nini. Tumekubaliana hapa kwa mujibu wa Biblia na tukaona kwamba sinagogi ni msikiti wa Wayahudi, ni nyumba ya ibada. Kwa hivyo na ile hoja ya kusema kwamba Yesu aliingia katika msikiti wa Wayahudi kwamba Yesu ni Muislamu, Yesu alisoma kitabu cha Isaya ambacho kwenye Qur'ani hakitumiki. Sasa mzee, ninakuja ushereheshe majibu haya kwamba hoja ya viatu kanisani inakujaje? Karibu mzee kwa majibu. Kwanza tunapoingia katika hoja ya viatu tunakubaliana kabisa kwamba Yesu alikuwa Mkristo. Naam. Sawa. Maana alisoma Biblia. Kwa sababu alienda kanisani siku ya Sabato. Naam. Na akasoma Biblia. Sio Qur'ani. Sio Qur'ani. Na tunapokubaliana kitabu cha Waebrania 12 fungu la kwanza. Waebrania 12 fungu la kwanza, mtazamaji kama una Biblia yako karibu unaweza ukashirikiana na sisi. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 ule mstari wake wa kwanza, maandiko matakatifu yanasema hivi. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Naam. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Hoja yangu ni hii kwamba ikiwa sisi hapa tunaojifunza na wale wanaotutazama na kutusikiliza, Biblia inatuthibitishia kwamba tunavyokuwa tukijifunza na kwa kuzungukwa na mashahidi wengi kama hawa, lile tunalolielewa hapa, Biblia inasema kwamba yani tumezungukwa na mashahidi. Malaika wako hapa, binadamu wako kila kona, wanatuangalia, wanatusikiliza. Hao ni nini? Ni mashahidi. Sasa tunapokuwa tunaelewa kwa mujibu wa Waebrania 12 fungu la kwanza, tunapokuwa tunajadili hoja na kuzielewa, basi tuweke kando kila aina zote za mizigo. Maana yake mizigo inayozungumzwa pale, tuweke kando aina zote za ubishi. Sawa. Ubishi ambao unaweza ukatupelekea tusielewe. Pale tunapoelewa lazima tufanye mabadiliko. Maana anasema kwamba tuweke kando kila aina za mizigo. Unaona? Bali tufate, tumwangalie nani? Yesu. Tumtazame Yesu ambaye ni mwanzo wa imani yetu. Yaani ni mwanzilishi wa nini? Wa imani. Ambaye alianzisha na yeye ndio atakaye itimisha. Sasa tunamwangalia sasa Yesu ambaye ni mwanzilishi wa nini? Wa imani. Kumbe kupitia kitabu hiki nimegundua kwamba kumbe Yesu ndio mwanzilishi wa nini? Wa imani ya Ukristo. Sawa. Ndio mwanzilishi. Na kama ndio mwanzilishi, ndio tunamuona sasa Yesu anakwenda kanisani juma ngapi? Jumamosi. Na katika kitabu cha Marko 2:27 na 28 ameandika kwamba yeye ndiye Bwana wa nini? Hebu isome hiyo. Kitabu kile cha Marko mtakatifu sura ya 2 ule mstari wake wa 27, maandiko anasema hivi, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia. Yesu ndio Bwana wa nini? Wa Sabato. Maana yake ndio mwanzo, ndio mwanzishaji wa ibada. Sisi tunafuata nini tu? Nyayo, kama Petro wa kwanza 2:21 anavyoandika. Kwamba
Yesu amekuwa kielelezo kwetu. Ndio. Sisi wote tunaotazamia kwenda mbinguni lazima tufuate nyayo zake. Hebu isome hiyo. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 ule mstari wake wa 21, maandiko matakatifu anasema kwamba kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu. Akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Yes. Kumbe wote wanaotutazama na kutusikiliza hatupasi kufuata nyayo za mtu mwingine ndani ya Biblia ama ndani ya nini? Ya Qur'an. Hatupasi kufuata nyayo za Musa wala za Ibrahimu wala za Nuhu na wala za nabii yoyote wala za mtume yoyote. Tunapaswa tufuate nyayo za nani tu? Za Kristo. Sasa tunaporudi sasa katika swali lako la viatu. Hapa swali limetengenezwa kwamba Musa alivua viatu. Sisi mbona tunaingia kwenye ibada na viatu? Tunapaswa sasa tuulize Biblia au Qur'ani kwamba je, Yesu alivua viatu? Maana kama hiyo aya ipo ya Yesu kuvua viatu, na sisi tuvue. Kwa sababu yeye ndio ametualika tufuate nyayo zake. Hatupaswi kufuata nyayo za mwingine. Sawa. Ili kupata nini? Wokovu lazima tufuate nyayo za nani? Za Yesu. Sasa ninapoangalia katika maandiko matakatifu, hakuna mahali ambapo Yesu alivua nini? Viatu. Alivua viatu. Kwa hiyo kuvua viatu aliyevua ni Musa. Aliyevua ni Musa. Ambaye ndani yake hakuna wokovu. Ambaye ndani yake hakuna nini? Wokovu. Unaona, halafu na yeye alivua kulingana na mila zao za Kiisraeli zilivyokuwa, kama mjumbe wa kwanza alivyofafanua, na ndivyo hivyo. Hakuvua kwa ajili ya ibada. Ndio. Alivua kwa ajili ya kutumwa. Kwenda kukomboa Israeli, kwenda kuwakomboa Israeli katika nchi ya wapi? Ya Misri. Kwa hiyo ili kwa mila zao sasa za Kiisraeli, kwamba ili kusudi mtu aonekane amekubaliana na kutumwa, walikuwa wanaapa kwa kuvua nini? Viatu. Sasa Musa kulingana na mazoea yake aliyokuwa nayo kule, basi aliposimama kwa Mungu na ili aonekane kuwa amenyenyekea, yani amekubali, alivua nini? Kiatu. Lakini si hivyo tu, Musa alikuwa mhalifu. Kiatu tena kinafundisha mambo mengi. Musa alikuwa nani? Mhalifu, kwa sababu huko nyuma mwanzoni kule aliua mtu kipindi anatoka Misri. Kumbe ndio hata maana mtu akipelekwa polisi pale roka panavua. Yes. Kwa hiyo sasa alipoonekana kusimama mbele ya Mungu, alionekana ni mhalifu, hastahili kusimama kama alivyo, yani kama shujaa. Hakuonekana yani hakupaswa asimame kama shujaa. Alipaswa asimame kama mshtakiwa. Sawa kabisa. Ndio maana kamgharimu kuvua nini? Viatu. Na ndio mpaka leo tunavyofanya, mtu anapoonekana kusimama mbele ya hakimu, mbele ya mkuu wowote katika kituo chochote akiwa mhalifu, lazima aonyeshe unyenyekevu wa kuvua nini? Viatu. Lakini hilo haliwezi kutujengea wokovu wala nini? Wala uzima. Maana hiyo sio ibada. Tunapotaka kuangalia masuala ya ibada, tumwangalie Yesu alifanyaje. Asante sana. Tunakuja katika darasa hili ambalo linaendelea tukiwa mkoani Dodoma, wilaya ya Kondoa, katika eneo hili la Bereko. Mzee, nimevutiwa na kauli uliyoisema kwenye Waebrania 12 kwamba Yesu ndiye mwanzilishi na ndiye atakayetimiza. Mtazamaji unaendelea kutufuatilia, muangalie huyu Yesu ambaye ni mwanzilishi, aliyeanzilisha na ndiye pia atakuwa hitimisho la mambo yote hapa duniani. Sasa tunapoelekea kabisa ukingoni, iko hoja nyingine ambayo huwa nakutana nayo mtaani. Labda hatujaingia kwenye hoja hiyo. Napenda nimalizie kwenye habari ya viatu. Ndio. Samahani sana. Karibu. Kwa habari ya viatu, hata vitabu vya wenzetu au Waislamu vinathibitisha kwamba kwenye ibada hatupaswi kuvua viatu. Mzee, karibu kwa aya. Karibu kwa kitabu. Buruguru Marame, kile kitabu cha wenzetu kinasema ukurasa wa 123 na ile sura ya 171 na 72 imeandikwa hivi. Kitabu hiki kinachoitwa Buruguru Marame, ukurasa wake wa 123, sura ile 171 na 172, 171 inasema hivi:
Abu Saidi amesema, mjumbe wa Allah amesema, mmoja wenu anapokuja msikitini na atazame na akiona uchafu katika viatu vyake basi avipanguse na kisha aswali navyo. Umesikia bwana hiyo? Kwamba mtu anapokuja msikitini aje na viatu. Nikikanyaga matope, akionekana amekanyaga mavi, amekanyaga matope, pangusa tu. Alafu ingia soma ndani kwa ibada. Soma sana viatu. Unaona bwana? Hizi ndizo hadithi za mtume. Na haya ndio maneno ya Mtume Muhammad. Hebu soma 72. 172 anaendelea kusema kwamba hii imesimuliwa na Abu Huraira. Amesema mjumbe wa Allah, mmoja wenu akikanyaga uchafu kwa hofu yake, yani soksi zake za ngozi, basi kitakaso chake ni udongo. Naam, lakini soma yale maelezo ya 251 pale ufafanuzi anaeleza kwamba anaeleza hivi. Hadithi hizi mbili zinaonesha kuwa kuswali huku mtu amevaa soksi na au viatu inaruhusiwa. Amen. Amina. Haya ni maelezo. Mtu amevaa soksi au kiatu inafanya nini? Inaruhusiwa. Hiki ni kitabu cha Bulughul Marami ukurasa wa 123. Ukurasa wa 123. Sasa kwa hiyo tunapohama katika hoja hii, tuhame kwa kuelewa na msikilizaji na watazamaji wanaotutazama na kutusikiliza ya kwamba kumbe kusali, kuingia kwenye ibada na viatu inafanya nini? Ni ruhusa, inaruhusiwa. Kwa hiyo habari ya kwamba eti ni ibada ya kuvua viatu si kweli ndani ya Qur'ani na ndani ya Biblia. Asante. Kingine tu hapo cha kuhitimisha kidogo ni kwamba kwa hivyo basi kuitumia kwa Musa alipovua viatu kwamba ni sehemu ya ibada, kumbe sio hivyo. Tumeona maandiko yametuelezea wazi kwamba alivua viatu kwa makusudi yake, kuna maana zake tumekuja kuona. Katika Lutu 4:7 ndio imeelezwa hivyo kwamba walikuwa wanavua viatu kuashiria kwamba wanakubali kutumwa kwenda kukomboa vitu. Kwa hiyo alifanya hivyo kwa sheria, amekubali kwenda kufanyaje? Kukomboa. Sio wakati wa ibada. Hebu tuisome. Ngoja tuisome. Hii ni Lutu, kitabu cha Lutu. Lutu sura ya 4 ule mstari wake wa 7. Inasema hivi: basi hii ilikuwa desturi zamani za kale katika Israeli kwa habari ya kukomboa na kubadiliana. Ili kuyahakikisha yote, mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Na hilo ndilo Musa alilifanya pale mlimani. Sio kwamba alikuwa anafanya ibada. Kwa kuzingatia nini? Desturi za Waebrania. Na mila desturi za Waebrania. Sawa. Kwa hiyo hapo alifanya hivyo kuzingatia hilo. Lakini kwa habari ya ibada, kumbe kwa habari ya ibada tunaruhusiwa kuswali na viatu. Nimefurahishwa sana na darasa hili, lakini pia katika uchunguzi tumeona kwamba Yesu hakuna mahali popote anapotajwa kwamba alivua viatu alipoenda sinagogi. Aliingia tu akachukua chuo cha nabii Isaya akasoma. Hajavua viatu. Na hata hivyo mmenisaidia kuelewa kwamba, na mtazamaji unaweza ukaelewa kwamba wakati Musa anaambiwa kuvua haikuwa katika sinagogi. Ndio. Ilikuwa mlimani. Asante sana. Wainjilisti mnaendelea kunibariki. Sasa kuna hoja nyingine ambayo lakini pia kabla hatujaenda kwenye hoja hiyo, yani unajua hili la viatu lazima tulidadavue sana. Lakini pia katika Ezekieli 24 ile fungu la 17 Mungu anamwagiza Ezekieli afanye ibada. Ezekieli ngapi? Afanye ibada, amevaa nini? Viatu. Amevaa viatu. Ezekieli ngapi? Fungu la 17. Kitabu cha Ezekieli 17 ameandika hivi. Ezekieli 24 ule mstari wake wa 17 anaeleza kwamba ugua, lakini si kwa sauti ya kusikiwa. Usifanye matanga kwa ajili yake yeye aliyekufa. Jipige kilemba chako. Ukavae viatu vyako. Wala usifunike midomo yako, wala usile chakula cha watu. Hapa Ezekieli alikuwa anaagizwa kufanya sawa na neno la Mungu katika ibada ya mfungo. Akimwombolezea nani? Akimwombolezea mke wake. Lakini hajaambiwa vua nini? Viatu. Kama ingelikuwa
kwenye ibada zote tunaruhusiwa kuvua viatu. Hapa Mungu asingelimwambia vaa nini? Vaa viatu ukafanya hivi na hivi, lakini maagizo ya Mungu anamwambia afanye ibada amevaa nini? Viatu. Kwa maana hiyo kwamba kiatu hakizuiriki kuvaliwa wakati wa ibada. Na katika kitabu cha Yeremia, Yeremia 2 fungu la 25, Yeremia 2:25 ameandika hivi. Kile kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wake wa 25, Bwana Mungu anasema hivi, zuia mguu wako usikose kiatu. Yes. Anasema hapa Mungu anaagiza mtu yoyote anayeitwa binadamu asikae peku. Halafu tena wewe unafundisha watu waingie kwenye ibada wako wakiwa peku. Sasa hebu angalia, haya si maneno mawili tofauti haya. Maana hapa Mungu anasema zuia mguu wako usikose nini? Kiatu. Maana yake kwamba hakikisha mguu wako umo ndani ya kiatu masaa mangapi? Yote. Lakini sasa wewe unapowaambia watu waingie kwenye ibada bila kiatu, maana yake umepingana na agizo la nani? La Mungu. Kwa hiyo tunapohama hapa tuhame kwa kuelewa kwamba hakuna mahali panapozuilia kuvaa viatu katika nyumba za ibada. Katika nyumba za ibada. Asante sana mzee, asante sana mwinjilisti. Sasa tunaenda kwenye hoja ambayo pia huwa ninaona kama inaleta ukakasi vile, kwamba tunapoingia katika nyumba za ibada wakati fulani Wakristo mnasali mmesimama. Na wakati fulani mnasali huku mmepiga magoti, lakini wenzetu wanasujudu na ninyi Wakristo hamsujudu, mnasimama. Mara mnaweza mkasali mmekaa, mara mnaweza mkasali mmepiga magoti. Hili linakaaje? Karibu. Labda tu kwa haraka. Kwa habari ya kusali, hakuna masharti. Ndiyo. Hakuna masharti. Hakuna nini? Masharti. Hakuna masharti. Usimame, okay. Ukae nini? Okay. Habari ya kwamba eti ugeukie mahali fulani Mungu ndipo atakusikia, ugeukie mahali fulani Mungu hatakusikia, ukae Mungu hakusikii, upige magoti Mungu hatakusikia, sujudu ndipo Mungu akusikie. Hiyo si kweli. Maana hata Qur'ani imeandikwa hivi, ile 2:115, surati Bakara 2:115 ameandika hivi, 2:115 anasema hivi. Hii inaitwa ni surati Al-Baqara 115. Bismillahirrahmanirrahim. Aya inasema na mashariki na magharibi ni ya Mwenyezi Mungu. Yes. Mashariki na magharibi. Ina maana hapa na kuonyesha kwamba kila utakakogeukia kuna nani? Mungu yupo. Kuna Mungu. Maana mashariki, magharibi, kaskazini, ni ya Mungu. Kusini ni ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ni ya Mungu. Kwa hiyo usali umegeukia wapi? Kwa hiyo habari ya kwamba eti tunageukia Maka, tunageukia wapi, sio kweli. Na habari ya kupiga magoti, kusimama, kukaa, kulala, unafanya ibada haina nini? Haina masharti. Kitabu hiki cha Qur'ani 10:87 fafanuzi ameandika hivi. Qur'ani 10:87. 10:87 ameandika hivi. Qur'ani takatifu, Qur'ani 10:87 ameandika hivi. 10:87 katika fafanuzi anaeleza kwamba Bismillahirrahmanirrahim, anasema lisilomkinika kufanyika kwa ukamilifu lisiachwe kabisa. Na alifanywe japo kwa upungufu wake. Bora kidogo kuliko hapana kabisa. Soma fafanuzi. Fafanuzi. Ilivyokuwa hawezi kujenga misikiti, wakasali humo, wanaambiwa wasali humo majumbani mwao. Wafanye humo mahali pa kusalia. Wasali humo majumbani mwao, na wafanye humo mahali pa kufanya nini? Pa kusalia. Wafanye ibada humo. Naam. Lakini sikiliza kanuni za kusali, kanuni za ibada. Tunaambiwa kusali kwa kusimama. Unakubalika. Ikitomkinika, sali kwa kukaa. Inakubalika. Ikitomkinika, sali kwa kulalia ubavu wa kulia. Inakubalika. Ikitomkinika, sali kwa wa kushoto. Inakubalika. Ikitomkinika, sali kwa kulala chali. Sijui hiyo unaielewa. Ninaielewa. Hapo ndipo sasa tunapewa kuelewa kabisa kwamba kumbe
kwa habari ya kusali au kuomba au kwa habari ya ibada hakuna masharti wala uelekeo. Usali kwa kusimama, Mungu anafanya nini? Anasikia. Anapokea. Mkikubaliana mkae muombe mmekaa kama tulivyokaa hivi, inafanya nini? Inakubalika. Ulale hata kama mtu amelala anaomba. Ndio maana mtu anaomba hata kama amefanya nini? Amelala. Maombi yake anafanya nini? Yanakubalika. Lakini tunapokuwa katika halaiki za watu, hata Qur'ani inatusaidia kusali kunapokubalika asilimia zote. Kusimama kunakubalika na kupiga magoti kunafanya nini? Kunakubalika. Sali kwa kusujudu ni wewe mwenyewe. Nilikutana na Mkristo mmoja akanisomea kisa katika Biblia kwamba kulikuwa na nabii, sijui alikuwa anaitwa Ezekia, sijui nani, aliugua. Alivyougua aligeukia ukutani, kwa maana kwamba alikuwa amelala, akasali, na aliposali Mungu akamuongezea miaka. Iko hiyo hoja? Yes. Kwenye Wafalme wa Pili 20 fungu la kwanza imeandikwa hiyo. Hebu isome na ngoja tuiangalie. Wafalme wa Pili sura ile ya 20 fungu la kwanza. Mwenyezi Mungu anasema siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumbani yako, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambia Hezekia, watu wangu Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeasikia maombi yako. Akiwa amelala. Mungu akasikia maombi ya nani? Ya Hezekia. Kwa hiyo kumbe Mungu anasikia maombi ya kila mtu anapoomba, haijalishi amekuwa yani amesimama. Imani tu anaomba kwa imani. Anaomba kwa imani kwa nani? Kwa Mungu. Lakini pia tunapoona hata manabii walipiga magoti, tunapoona hata Yesu mwenyewe alipiga nini? Magoti katika ibada. Katika kitabu cha Luka 22, soma Luka 22 haraka maana tumepewa dakika 60. Luka 22 fungu la 40, nenda haraka. Ule mstari wake wa 40 anasema, alipofika mahali pake aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. 41, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Akapiga magoti. Huyo ni nani? Huyo ni Yesu. Akapiga nini? Akapiga magoti akaomba. Ibada ya kupiga magoti na kubarika. Qur'ani inasemaje? Kile kitabu cha Qur'ani 45:28. 45:28 inasemaje? Qur'ani ya 45:28. 45:28 inaitwa ni surati Al-Jathiyah. 45:28. Qur'ani kama inakubaliana na Biblia. Bismillahirrahmanirrahim. Aya inasema, na utauona kila umma umepiga magoti. Utaona kila nini? Kila umma umepiga magoti siku hiyo. Kwa hiyo tayari Biblia, Qur'ani inakubaliana na nini jamani? Na Biblia. Na hapa tulivyojifunza kwamba yule tunayepaswa kumuiga ni Yesu. Sio Musa, sio Muhammad, sio Paulo, sio Ibrahimu, sio Nuhu. Tunapaswa tumuige nani tu? Yesu. Maana ndio mwanzo wa imani na ndio mwisho wa imani. Asante. Hoja ya mwisho ambayo tunaenda nayo, mwinjilisti, ninapokuja kwako, uhusiano. Kwa sasa uhusiano baina ya Wakristo na Waislamu ukoje? Asante. Uhusiano uliopo ni kwamba Qur'ani na Biblia vimeeleza vitu vingi ambavyo kwa kweli vinatuelekeza katika ukweli kwenda mbinguni. Kwa hiyo kwa kila mtu ili kujua uhalisia ulivyo, anashauriwa asome vitabu vyote. Kwenye Qur'ani, kwenye Biblia pia. Na msingi mkuu ni Biblia kwa sababu Qur'ani ilikuja baadaye, Biblia ndio ilitangulia. Naam. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kabisa yamehusiana baina ya Biblia na Qur'ani. Asante. Asante sana mzee, unatuhitimishiaje haya mahusiano baina ya Qur'ani na Biblia ambayo tumeanza mwanzo kwenye hoja yetu kwamba chimbuko la Biblia na Qur'ani chimbuko
kitabu cha Biblia ndicho kitabu cha kwanza, alafu Qur'ani ikaja baadaye. Sasa mahusiano haya yaliyopo, mzee, karibu tunapoenda kufikia hitimisho la mjadala. Tunapoenda kufikia hitimisho, napenda tu kuthibitisha hivi. Qur'ani imetuthibitishia kwamba kama tunataka kupata ukweli, tukubaliane na vitabu vilivyotangulia. Ndio. Na kama tunapaswa tukubaliane tupate ukweli, tunapaswa tukubaliane na maneno yaliyotangulia kabla ya nini? Ya Uislamu. Kwamba Yesu alikuwepo na Yesu ndio mwanzilishi wa imani, mwanzo wa imani na mwisho wa nini? Wa imani. Na maneno yake ndio Biblia. Unaona? Na Ukristo umeanzishwa na yeye mwenyewe. Tunataka tu tuangalie kwamba Uislamu umeanza lini, alafu tuhitimishe. Uislamu umeanza lini? Kitabu cha Qur'ani kinasema hivi, Uislamu umeanzishwa na Nabii Muhammad. Aliyezaliwa mwaka wa 500 na kitu huko. Baada ya Yesu kwenda wapi? Mbinguni. Tunaposikiliza mafundisho ya wenzetu wanasema kwamba eti Uislamu ndio dini ya kwanza, sio kweli. Maana Muhammad ndio mwanzo wa nini? Wa Uislamu. Katika kile kitabu cha Qur'ani aya 6 aya ya 14 kimetusaidia na kinatusaidia na kumsaidia msikilizaji. Ndio, katika kitabu cha Qur'ani 6 inaitwa ni surati Al-An'am 6:14. Bismillahirrahmanirrahim. Nenda haraka. Aya inasema, sema, je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, naye hulisha wala halishwi? Sema, hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumbe wa kwanza katika Uislamu ni nani? Ni Muhammad. Lakini sasa anza kufikiria kabla ya yeye hajawepo. Dini hazikuwepo. Unaona? Kwa hiyo kumbe Uislamu ni kitu ambacho ni vitu ambavyo vimeibukia huku wapi? Huku mbele. Ni miongoni mwa dini na dini nyingi zinazoibuka mpaka leo. Kwa hiyo tunapotaka kuifuata kweli, Qur'ani inatushauri kwamba tufate nyayo za nani? Za Kristo. Yaani ukweli ni kwa Kristo. Kwingine kote huku ni nini? Ni uibukaji. Ndio maana kitabu cha Qur'ani 43:61 ameandika hivi. Qur'ani 43:61. 43:61 hii inaitwa ni surati Az-Zukufu. 43:61 inasema, na kwa kweli yeye Nabii Isa ni alama ya kiyama, kuwa kinaanza kutukaribia. Msikifanyie shaka na nifuateni, hiyo ndiyo njia iliyonyooka. Umeisikia hiyo? Anasema kwamba na msimfanyie shaka, maana yeye ndiyo alama ya nini? Ya kiyama. Msimfanyie shaka, mfuateni, maana yeye ndiyo njia iliyo nini? Iliyonyooka. Na ukirudi kwenye Biblia, Injili ya Yohana 14 fungu la 6 ameandika hivi. Yohana 14 fungu la 6 ameandika hivi, tunapoenda kuhitimisha. Yohana sura ya 14 ule mstari wake wa 6. Maandiko anasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Na Qur'ani imekubali. Ndio njia iliyonyooka. Yesu ndio njia iliyonyooka. Kwa hiyo ili tusimame katika ukweli, tumwamini nani? Yesu. Tufuate nyayo za nani? Za Yesu, wala si za nabii mwingine yoyote. Basi tunapofikia hitimisho la mjadala wetu wa leo, niendelee kuwashukuru kwa ajili ya msaada mlio ufanya. Nadhani msikilizaji na mtazamaji umebarikiwa na hoja hizi. Nikukaribishe tena uendelee kuvichunguza vitabu hivi viwili ili uweze kuona kwamba hoja ya msingi ambayo unapaswa kuifuata ni ipi. Lakini hoja tunayotoka nayo katika darasa letu la leo ni kwamba mwanzilishi ni Yesu na kitabu cha kwanza kabisa ni Biblia. Sasa tunapoenda kuhitimisha, niwaalike tuweze kuomba. Baba yetu mwema ambaye umekuwa pamoja nasi, asante kwa ajili ya uchunguzi huu, asante kwa ajili ya wageni hawa ambao wamezama ndani katika vitabu vyote hivi viwili, na hatimaye tumetoka na ushahidi kwamba Biblia ndicho kitabu chako cha kweli na Yesu ndiye tunayepaswa kumfuata. Msaidia hata mtazamaji anayetutazama akaokolewe kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Bwana wabariki sana. Karibuni tena siku nyingine. Get the point. Take a step forward.